Ujumbe wa Mungu nyakati za mwisho ni hatua ya mwisho kabisa, ambayo sehemu ya hitimisho katika jinsi Mungu wetu tunavyomwabudu hapa duniani, na taratibu zote na upinzani na shida zote zinazotokea kutokana na shetani na neno na taratibu wa Mungu. Kila kitu sasa hivi tunaenda tukiweke sawa, kila mtu atambue ni kwa jinsi gani anamwendea Mungu wake kuabudu, yote yanufanyika kwa utaratibu wa Mungu, jinsi ya kwenda mbele za Mungu. Ujumbe wa Mungu nyakati za mwisho, kuna taratibu za Mungu za kumwabudu ambaye alianzisha akamleta mtoto wake Yesu Kristo hapa duniani kwa ajili ya matengenezo, ili Yesu aje mara kwanza katika kuliandaa kanisa na kuja kwa mara pili kulichukua kanisa lake. Lakini tatizo hili lilikuwa na pingamizi ambayo kufuatana na shetani ibilisi, ambaye nitaenda kufanya hitimisho katika madhehebu yote yenye kumwabudu Mungu hapa duniani. La kwanza ni katika dhehebu kubwa ambalo Roman Catholic, ambalo ni mama kanisa duniani, ni kanisa ambalo pekee nitaenda kutoa ufafanuzi wake tangu sasa hivi kwa majira na nyakati hizi, kwamba yeye shetani, Mungu alivyomtuma mtoto wake peke yake Yesu Kristo akapa duniani, alikuja akawa amezaliwa. Baada ya kuzaliwa akaanza huduma, akaacha fundisho mikononi mwa mitume. Kabla hajaanza kufundisha alijaribiwa siku 40. Siku 40 shetani alienda kumjaribu, lakini akamshinda kwa neno la ushuhuda. Sasa tangu hapo neno lisema kwamba shetani alimwacha Yesu kwa muda, ina maana akamwacha kiporo. Ujumbe huu ni kwa dunia nzima. Ni mtu mmoja alitengwa duniani kwa ajili ya kurudisha heshima na utaratibu wa neno la Mungu. Watu warudi kwenye neno la Mungu ili warudi kwake. Kwa hiyo neno ndio kitu, ndio msingi, ndio silaha aliyepewa mwanadamu. Katika nafasi hiyo, silaha ambayo aliyomwachia mwanadamu, Yesu akawachia mitume waliuawa wote, na wote waliokuwa waamini wakauawa. Baada ya kuuawa, shetani alifanya mpango, akahakikisha kwamba uwanja umebaki wazi, hakuna aliyebaki katika sehemu ambayo ingekuwa pingamizi kwake, yani kizuizi. Baada ya kumaliza kizuizi, akaanza kazi yake. Kazi aliyoanza ni kuleta dini, kuingiza dini. Akawa ameingiza dini ndio dunia hii. Dunia tukirudi katika kitabu cha Efeso, shetani inamuita Mungu wa dunia hii, inamuita mfalme wa dunia. Ina maana una uwezo, ana mamlaka, ana nguvu. Katika kwa akili yako na kibinadamu huwezi kushinda, bali inabidi urudi kwa Mungu, ukitafuta kunyenyekea kwenye neno, ili katika neno uweze kupata ushindi. Katika nafasi hiyo, shetani akatuletea dini, akawa ametufunika katika nafasi hiyo. Dini tukazipokea kwa sababu, kumbuka, katika ulimwenguni kote hakuwa na taarifa ya Mungu, ya neno la Mungu. Mungu alizuma mbinguni, taarifa hizo hazikuwepo. Shetani alikweli taarifa za Mungu zilifika, lakini zikiwa zina mapungufu. Yale mapungufu wanadamu, sio tatizo la mchungaji, sio tatizo la shehe, sio tatizo la padri, askofu, hapana. Ni tatizo la shetani mwenyewe, utaratibu alivyoupanga, kwa sababu shetani mwenyewe ni mtaki wetu. Katika nafasi hiyo, teknolojia ilikuwa bado iko chini ya kuweza kusafiri bara mengine. Katika nafasi hiyo, shetani akawa amepata nafasi na mwanya wa kuweza kutengeneza mambo yake kama alivyokuwa amejiandaa. Kumbuka kipindi kile Yesu akaacha mikononi mwa mitume, shetani yule mfalme akamwingia, mfalme Konstantini, akawa ametumia kama sehemu ya chombo tu, kama kibaraka, akawa ameingia na kukamata sehemu yote ya neno la Mungu na kuimiliki na kuingia katika nafasi kama mtawala, kama kiongozi mkuu. Mpaka hivi leo yeye ni mama kanisa Katoliki duniani. Madhehebu yote ya Kikristo yeye kayabeba. Hiyo ni kweli. Katika nafasi hiyo, shetani ameendelea akamtumia mpaka Mungu akaona, akatuma roho 7 kwa ajili ya matengenezo ya kanisa. Akatuma roho 7, ndio wakina Martin Luther King, John Wesley Anglikana, na Martin Luther King KKT, ndio Lutheran, na madhehebu mengine yaliibuka, yakatenga, yakaitwa Maprotestanti, wakapinga utaratibu wake na kupa mfumo mzima ili upate sehemu kusimamia.
wakafuata utaratibu wake, wakapinga utaratibu wake, wakajiondoa, wakajenga makanisa pembeni. Baada ya kujenga pembeni akaimarisha, lakini kulingana na maisha ya mwanadamu walipokuwa akawa wamekufa wale waasisi, yule wale waliobaki wakarudi tena katika kulinganisha na utaratibu, wakarudi tena kwa Rumi, lakini wakiwa kwenye madhehebu yao, makanisa yao ambao walishayatengeneza mpaka miaka 1000 na kitu ikawa imefika, wakaanza kusafiri mpaka huko kumpiki. Ndicho kumbuka Mtume Muhammad alikuwa hajazaliwa amezaliwa mwaka 570, lakini kumbuka hapo Yesu katika taratibu zake alitoa unabii, akasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 43, inasema kwamba mimi nikuja kwa jina langu na hamkunipokea, lakini yule atakuja kwa jina lake na nguvu zake mtampokea, atakuwa mtampokea yeye. Akasema kwamba akaendelea kusema kwamba msani kwa mtawashtaki, Musa ndiye atawashtaki kwa sababu Musa mwenyewe aliandika habari zangu, lakini nyinyi mnasema shika habari za Musa, lakini mpaka Musa akawa ameondoka hakuna aliyeshika sheria wala kuikamilisha Torati. Katika nafasi hiyo tunaonekana habari za mtume Yesu alikuwa ameshazitoa. Tukirudi tena kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza ule mstari wa 6 anayesema kwamba na staajabu mnaacha upesi aliyowaita katika neema ya Kristo na kugeukia imani nyingine, si nyingine tu watu wanaotabisha kubadilisha msingi wa Yesu Kristo na kuweka msingi mwingine. Anasema kwamba akija mtu yeyote akabadilisha msingi wa Yesu Kristo yuko chini ya laana, hata akija malaika akabadilisha msingi huu wa Yesu Kristo na laaniwa, hata akirudi mitume wakabadilisha msingi huu wakaleta mtungi mwingine wako chini ya laana. Kwa hiyo taratibu na msingi mzima wa neno la Mungu likawa umeharibika. Kama mfumo ukawa umeharibika, na maana dunia hii ikawa haijawahi kuabudu katika utaratibu wa Mungu uliovaa ni shetani alivalisha dunia akavalisha dini. Hiyo tukirudi katika hitimisho ile, Yesu Mungu anasema kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambao niendea kufuata mfalme wa anga yule atendaye kazi sasa katika wanakwasi, ambao na sisi tulienda katikati yake tukapotimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa watoto wa tabia hasira Mungu kama nao wengine. Sasa ukiwa watoto wa tabia hasira Mungu kama hao wengine, ina maana utaratibu kwa watoto wa hasira Mungu uwezi kupeleka maombezi au sifa au shukrani au dua. Katika nafasi hiyo tumeona kwamba mtume yuko nje, Roman Catholic ambao ni kanisa mama duniani yuko nje. Katika nafasi hiyo imeonekana kwamba utaratibu Yesu anakuja kuleta hitimisho. Anasema katika Mathayo 24:14, tena injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote tuweze kuwa ushuhuda. Ina maana tena injili akirudisha ile injili ya kwanza ya mitume Yesu aliyoachia kanisa wakawaua. Ina maana anakuambia turudi katika ile inaonekana hii tulionayo ambayo yote misionari wa Arabu wakatolika Kiislamu na wazungu wakatolika Kikristo, inaonekana hizi zote hazikuweza kupata kibali au nafasi mbele za Mungu kumkamilisha mtu kumfikisha mbinguni. Katika nafasi hiyo nikakudhibitisha kwamba hizi dini madhehebu dini zote nakwambia afadhali, yani achana nazo, rudi katika utabu neno la Mungu. Biblia iko wazi, kila kitu kinaweka wazi. Katika nafasi hiyo kuna Ufunuo 17 ninasema kwamba isipokuwa katika sauti za malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndio siri ya Mungu itakabisa. Yule mjumbe wa 7 wa kanisa la 7 ni roho ya Elia ambaye amekuja kuzifungua siri za Mungu kwenye Biblia na kuandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Yule mjumbe wa 7 utampata katika kitabu cha Ufunuo 7, ndio Malaki 4 ambayo anasema mioyo ya baba itaelekea watoto, mitoto ielekea baba zao. Hiyo nafasi ile turudi kwa baba zetu ambao ni mitume, turudi kufundisha la kwanza la mitume, ili katika neno hilo tuweze kurudi katika neno Mungu. Yesu aje kulichukua kanisa lake katika msingi ule wa kwanza alioacha. Katika nafasi ile turudi kumrudia Mungu, kumwabudu Mungu katika taratibu anazotaka, na Mungu akubariki.